Hakika ni kwamba yaliyotokea ndani ya miji yetu, kila mmoja wetu ni shahidi. Hatuna haja ya kuyaelezea, bali tutosheke na aya zilizotangulia ndani ya Qur'an, mifano alopiga Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni hatua gani za kuchukua tunapokumbwa na hali kama hiyo? Na hali ambayo tuliopo ni kwamba hakuna chochote isipokuwa kama qala Nuhu, kama vile Nuhu alayhi salam alipoambia watu wake, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nabiullahi Nuhu baada ya kuwalingania watu wake na watu wakawa wakaidi, wakawa hataki kufuata yale maelekezo, akawaambia, nikasema kuambia mtakeni maghfira Mola wenu, hakika yeye Mola wenu Allah tabaraka wa taala ghafara, ni mwenye kupokea misamaha ya waja wake. Kwa hali ambayo watu wamepitia kubwa kwa muumini ndio kufanya kwamba kubwa ni kufanya istighfar, kumwomba Allah maghfira kwa yule ambaye aliyehusika katika jambo lolote na yule ambaye hajahusika katika lolote, kwani ilikuwa ni mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye kufanya istighfar katika siku 100 mara 100 anafanya istighfar. Sasa kukiwa na misiba na matukio kama hayo, basi la kwanza ni kuziangalia zile nafsi zetu, kisha ni kufanya istighfari, kumwomba maghfira, fanya toba kwa Allah tabaraka wa taala atusamehe kwa yale tunayajua na yale ambayo hatuyajui. Hilo ndilo mwanzo la msingi. Ikiwa watu wamepitishwa katika hali hiyo, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allaha wastaghfaru lidhunubihim, kwamba wale ambao pindi wanapofanya uovu, wanapofanya fahisha au wanapozidhulumu nafsi zao, basi dhakaru Allaha, umkumbuka Allah tabaraka wa taala kwa wingi, wastaghfaru lidhunubihim, kisha vile vile umtaka maghfira, umtaka msamaha kwa mujibu wa zile dhambi zao. Kwa hiyo waman yaghfiru dhunuba illa Allah, basi hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa Allah tabaraka peke yake. Wala yusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun, na ikawa hawaendelei tena na yale waliyofanya huko nyuma, wakaachana na mienendo hiyo miovu, wakaachana na maneno hayo maovu, wakaachana na kuwaunga mkono waovu, aliyakuwa wanajua, wakaacha, wakarejea kwa Mola wao tabaraka wa taala, basi Allah subhanahu wa taala atawasamehe kwa yale aliyokosea, na hivyo hivyo atawaondolea ile hali ya hofu na ile hali ya njaa na kuwaleta katika sehemu iliyokuwa nzuri kabisa ya sakha na rahma. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار وجعل الله له من كل ضيق مخرجا, basi yule mtu ambaye atakayelazimiana na istighfar, akawa yeye asubuhi anafanya istighfar, mchana anafanya istighfar, jioni anafanya istighfar, basi mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia katika kila ugumu, katika kila dhiki atampa faraja huyu, wa min kulli hammin farajan, na katika kila huzuni basi atampa faraja katika hali hiyo iliyomkumba, na hivyo hivyo razaqahu min haythu la yahtasib, na Allah atamruzuku katika hali ambayo mwenyewe hawezi akadhania imekuwaje. Istighfar ni jambo kubwa. Watu wanapokumbwa na masaib, watu wanapokumbwa na mitihani, wanapojaribiwa, basi walazimiane na kufanya istighfar, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadith akhraja al-Imam Daud fi sunanihi. Kurejea kwa Allah ni jambo kubwa mno katika hali na kwa hiyo almuhim, haya ndiyo maneno yetu na ndiyo maelekezo, kuwa nasihi umma, kuwaelekeza umma, kuwaelekeza shabab, kuwaelekeza tulab wa duat, kwa baada ya kupita aliyopita kwamba fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mtakeni msamaha Mola wenu, hakika yeye
amekuwa ni mwenye kuwasamehe waja wake. Hilo ndilo kubwa la kuambia watu wote. Ama mengi ya kusema, muda wa kusema utakuwepo, lakini kwa sasa kubwa ndiyo hilo la watu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kila mmoja kuiangalia nafsi yake, kila mmoja kuichunguza nafsi yake, namna gani ushiriki wake ulikuwaje, ameshiriki kwa namna gani katika matatizo haya yaliyokumba jamii yetu. Kwa ile alivyoshiriki yeye, basi kwa vile alivyoshiriki yeye ndio vile ambavyo anatakiwa atubie kwa Mola wake. Ikiwa yeye bwana sihusiki kwa lolote, lakini ni mwana jamii wetu, basi vile vile inatakiwa afanye maghfira kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hii ndiyo nahaji ya nabii wake bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kufanya istighfari yeye asubuhi na jioni, siku zote akifanya hivi. Sasa sikwambii kipindi ambacho waja wanapokuwa katika hali ya huzuni, waja wanapokuwa wamekumbwa na matatizo, inatakiwa istighfari. Si hivyo tu, hata ikiwa katika hali ya furaha, hata ikiwa katika jambo la furaha, basi waja istighfari inatakiwa iwepo, isiyo kwamba watu wanakwenda tu, la hasha, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea katika surati Fath, alipoeleza idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hapa ni sehemu ambapo watu wapata ushindi, futuhu zimefanyika, watu wameingia katika dini, lakini mwisho fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, taka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asituangamize bima faala sufaha. Tunamwomba Allah asituadhibu sisi kwa yale yaliyofanywa na wapumbavu miongoni mwetu. Ewe Allah, tunakuomba sisi utunusuru, na hivyo hivyo uwasamehe na kuwarehemu minal mu'minina wote waliotangulia. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna lil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba utupe amani katika nchi yetu, na utuondolee na mabalaa na maadui yote waliokusudia shari nchi hii, uwadhibiti kwa namna ambayo unayejua mwenyewe Allah tabaraka wa taala, ili wana na waja wa nchi hii na nchi zingine waishi kwa amani na wapate kukuabudia wewe na kukutukuza wewe ya Allah subhanahu wa taala.